CE Heavy Truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B Executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV Africa. Thank you, our dear viewer, for joining us at 9 p.m. for our Ndizi TV at 9 News. My name is Edwin Onkundi. As we dive into details on what has transpired across the country, stay with me for this 9 p.m. news as we dig deep to understand what has happened across the country and how it affects you on this particular day. Thank you. We start from a sad story that 5 people have lost lives at Bomorenda after a story building collapsed this morning.
It's alleged that the building was built on unknown circumstances that led to that collapsing. It's also alleged that the people who have been doing the construction of that building have been staying away for some time, and they were back to do the construction today, and during that process of moving things or moving materials in that building, that is when the building collapsed. The Deputy Governor for Kisii, Elijah Obebo, has condemned the incident and insisted that the county government of Kisii will not tolerate such habits in the future, also citing that all officers who are responsible for that will be taken into action so that to be brought onto the book. Sasa mjengo kama huu tungetaka kuenda ndani kufahamu ni kwa nini jengo hili limeanguka. Manake jengo hata alikuwa limeweka walls, sasa linaanza kuporomoka. Tutaenda chini kabisa kuhakikisha tumeuliza ni kwa nini. Je, lilijengwa kwa maadili yanayostahili? Je, wamefuata taratibu za ujenzi? Je, vyote vilivyotumika katika mahali hapa, vyuma, seruji na vyote hivi, je, vilikuwa sawa? Kama kuna shida, kama kuna mwenye amelalia kazi yake, ajue kwamba kuanzia leo kwenda mbele chuma chake kimotoni. We will not relent. This is not how you handle people. But hao wote wamenyeshewa na hamu ya kufahamu ni nini kinachoendelea hapa. Ni watu wetu wamekufa sababu ya kiholela ambao tumeona hapa. Hata si lazima uwe mtaalamu kuona upuzi ulio hapa, lakini wacha wataalamu waangalie na wanaweza kuona ni nini kiliendelea hapa, nani amelalia kazi yake, basi atajibu kwa sababu kuna sheria. Moving on to other stories, ODM leaders from Nairobi County have come out under their chairman John Makuba Wabugoya to ensure the candidates and ODM delegates that the elections that are scheduled for tomorrow will be free, fair to all the candidates that will participate. The leaders also urged the ODM members to ensure reconciliation even after losing in the elections that will be held at different wards level tomorrow, and they will be held on Wednesday at constituency level. Nchi wetu wa Nairobi na wafuasi wa ODM katika chama cha chungwa hapa Nairobi ni kwamba kura hiyo ambayo itakuwa inafanyika kesho itakuwa kura ambayo tunahitaji ikuwe kura ya amani, na wasiwe na shaka kwamba kura hiyo ambayo tunaenda kufanyisha itakuwa kura ambayo kila mwananchi na kila delegate wa ODM ambaye alipita katika polling center ndio ambao wataweza kupiga kura ya kesho, na watakuwa wanapiga kura hiyo kulingana na vile walipiga kura wakati ambao ulipita, wakati walianza na kura zile za nyanjani. Na tunaomba kwamba wakazi wetu wa Nairobi na wafuasi wetu wa ODM na wapiga kura wetu wa delegates wa ODM, kura hii ikuwe kura ya amani. Hatutaki kura ambayo itakuwa kura ya vurugu. Sisi sote tuko katika chama cha chungwa, na tunapokuwa City County Committee, Election Committee, in a nutshell what we are saying that Monday and Wednesday will be our election days, Monday being the ward level, and then Wednesday we are doing the constituency level. We want to urge all the party members who will be participating in the exercise, more so the delegates, to be peaceful, and we embrace reconciliation. That is the information from the party. Let's embrace reconciliation, negotiate, and so that nobody feels left out. If we are going to carry everyone on board, even it will be a plus for the party. On to politics now. Former Deputy President Rigathi Gachagua has accused President William Ruto for using Goonism as his method of practicing the political ambitions for the future. The Deputy President spoke at Kasarani in Nairobi, where he was attending the PCAA church service that was interrupted, that later saw chaos in that specific occasion. Speaking in the church, the deputy or the former deputy president urged the residents to keep enjoying their rights and also ensure that they are able to practice all they need for their betterment of their lives. And mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu nitasungumuza kesho jioni. Takuwa na interview kesho. Niko na maneno tomorrow.
Angalia vile maneno iko vile Kenya naenda na nitasema kesho. So mine is to say Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism. Na katiba yetu has granted several freedoms, ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. Very, very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetutumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa ni kwa nini? Kwa sababu wewe hapa kwetu Mlimani hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So we now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee pale tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we were seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So where rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged ever. So wewe endelea tu vile unataka, it's okay. On to other stories now. 15 people lost lives after they were involved in an accident at Sotik, Kericho Road. The fatalities say that the accident could have been avoided if proper measures were taken to curb that accident. On the other hand, the Minister for Roads, Davis Chirchir, has instructed the return of alcohol blows or to ensure safety, saying fines and imprisonment will be applied to those who will be breaking the laws on the roads. Ilikuwa na momentum, ilikuwa imeshika na juu ilikuwa na mziko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kukata hivi, alikata tu moja kupita kwa hiyo boda. Sasa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan, ilikuwa sasa imekaribia ikakongana. Na mimi naomba serikali naye pia aangalie hii barabara ya Sotik Litei. Barabara yenyewe ni nyembamba
na imepoteza watu wengi sana. Algo blocks to our roads to make sure that kama nidhamu ni shida ya kwa sababu ya pombe, tuwasaidie wale wanataka kukunywa with denying them to drive for 1 year, fining them 100,000 or an imprisonment of up to 2 years or both. Thank you, dear viewer, for joining or for keeping an eye on Dizzy TV at 9. We are taking a very short commercial break. We'll be back with more details on previous stories that we are remaining within our bulletin this night. Unatazama Ndizi TV Africa. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV Africa. And to other sad stories, a police officer from Rachuonyo has killed his 3 children and made them or say that he could want to be buried with them. Speaking at that specific place, the commander of that area in Homa Bay has ensured that the 3 children were killed and the police officer later took his life. It's also alleged that the police officer has been having issues about or family issues that have led to him do such a heinous act. The deceased, what I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from. Leaders aligned to the President William Ruto, led by his personal assistant Farouk Kibet, have continued to blame former Deputy President Rigathi Gachagua for his continuous attack to the government. They have said that they
site or the visit that was done by the president in the Mount Kenya region in the last week was not facilitated, and it was by the will of the people to attend that meeting. They have asked Rigathi Gachagua to look for other political methods to run his campaigns across the nation. Unataka kuongoza nchi, lakini matamshi yako ni ya jikoni, matamshi yako ni ya ukabila. Wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Yenye mliona TV, rais alikaribishwa kukaribishwa. Sasa wale vijana watu wengine wenye wako na roho mbaya ati hao watu walinunulia, unanunuaje watu milioni 5? It is not possible. Wakati unaeneza siasa ya chuki, nataka ukome na uulize siasa ya President Ruto inaendeleaje. Sababu sisi hatukuamini itafika mahali President Ruto atatualika kuasiri serikali. We are taking another short commercial break. As we get back, we'll be looking at what has happened in the world of sports. Don't go away. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator at Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV. We start from the Kenya Premier League games whereby the match week 26 action took place in various stadiums in the country. As Shabana continued with their winning streak after they struck
Bandari FC 3-1 at Gusii Stadium. On to other matches, at Awendo Stadium, Tusker FC drew 1-1 against Mara Sugar as Police FC were held onto a barren draw against Nairobi City Stars. Gor Mahia versus KCB match was postponed because of the rains, but it will be played tomorrow at 10 a.m. Our reporter, Jemo, the top scorer, gives us more details on the sports. The FKF match day 26 got into action when a number of matches were played in this weekend. In Gusii Stadium, Shabana continued with their winning streak after having a comfortable win against Bandari FC in a match that ended 3-1 in favor of the host team. In Awendo Green Stadium, the Brewers Tusker FC were held to a 1-1 draw in a highly contested match. Elsewhere, the league leaders Police FC were held to a barren draw as they played City Stars. And in the final match, KCB versus Gor Mahia match was postponed due to heavy rains, and it will be played tomorrow at 10 a.m. in Machakos Stadium. Reporting from DZ at 9, I'm James, the top scorer. Viewer, for having your eye on DZTV at 9 from DZTV Africa. We are hopeful that you are having a very cool evening. Enjoy the rest of your night as you keep at DZTV Africa for more entertaining programs and educative programs. My name is Edwin Onkundi. Goodbye.